mtu home kama before akufe ana communicate. Unaona kuna mtu ashaota jamaa na kufa. So yeye ako kwa jirani anaota kuna mtu mgonjwa kwa anasikia tu asikie tu nduru. Asiposikia anasema ndoto yake ni mbaya. Kwa huyu wewe umekula vitu healthy mpaka you communicate to the living. Roy imeenda so before ukufe kuna mtu ashajua nani amekufa. Na by the time anaamka nasikia nduru. Watu then ukishazikwa pia unatuma ndoto. Bana siku hizi mtu akikufa hata watu watumi ndoto walai. Siku hizi mtu anakufa tu kama ameenda. Like mtu amekufa na ameenda. Hataki hata kucommunicate na watu tumebaki. Aseme tunakula nyama siku gani tena. Kitambo mtu alikuwa anakufa na awachi will. Will yake anatuma kwa ndoto. Na mtu anatumia anko yake mtako huko Asembo na sisi tuko Nairobi. So yule mtu anatoka huko Asembo anakuja huku. Ati nani alinitumia ndoto kwamba ile shamba ipewe shamba nyingine. Na hiyo sasa the will of the dead. Na mnatii. Na tunatii. Bana siku hizi bana mtu ama aje na shuku siku hizi mahases. Aja kitambo mtu akikufa alikuwa anadungwa tu formalin kwa boma. Hakuwa anapelekwa morgue wala nini. Ni hapo tu. Unless kama alikuwa hospitali. Ama kwao walikuwa na pesa. Ama kwa unless ulikufa hospitali ama kwenyu kulikuwa na pesa. Kuna watu wengine walikuwa wanatola hadi OC. Analetwa home kama ameshikwa. Yes, ndio nakwambia unless kwenyu mlikuwa na do. Shida ilikuwa dada sio kukufa hospitali. Unaweza kufa hospitali na hamna kitu za wakudunge juu muchari ilikuwa tuseme kama sisi the nearest muchari zilikuwa 2. Sindo na Homa Bay. Na Sindo ilikuwa chafu. So if hamtaki dada kweko if you want to nini na Sindo dead yenu angewekwa dead ya juu ya mtu mwingine. So if you don't want your dead person to undergo such nini hata anaweza walilia mkimleta mjumlimweka wapi akikufa. So mnampeleka Homa Bay. So the cost of transport, the cost of logistics nini mpaka Homa Bay. Sasa simuite tu daktari. Sasa simuoshe tu si mtu mmoja volunteer amuoshe hapo na mdunge hiyo formalin. Unajua formalin inadungwa a quarter inch. Hapa inadungwa kila mahali kwa mpaka kwa jicho because there's no blood in circulating. So the places wakidunga dawa sana haitaharibika. So napata hii finger moja hii imedungwa sindano kama so. Dawa iendi. Simsata toboka. Mimi nishadunga rafiki yangu. Unadunga mpaka unachoka na dawa hakuna mask. Dawa imekufunga kwa nyumba. The worst person to ever handle hiyo hata saa hii ni mtu amekufa kwa maji. By the way, yeah. Sasa msianze kuchora hizo picha kwa No. Ushaichemsha samaki. Najua samaki. Ile samaki mbichi japikishwa kwa mafuta. Umeichemsha vizuri. Ukishika hivi inayeyuka. Ndio amekufa kwa maji na yeyukaga hivi. Akishalala siku 4 ni hivyo. Kwanza anafura. Yaani ulimi ndio hiyo inafika. Ulimi inafika kwa magoti. Alafu mwili inatoa shell. So unapata bwana siku hizi watu watumi ndoto. Mtu amekufa Nairobi, watu bado wanatuma ni hao watu wamekufa kwa maji. Watu wamekufa kwa maji wanatuma ndoto. Bado wanatuma. Kwanza kuwapata ni stress. Mtu akikufa kwa maji wana advise family walale mapema. Nakumbuka ile example ya Kware ule dada akisema alitumiwa ndoto ya wao ndio wanatumanga ndoto. So mwenye ametumiwa ndoto hiyo siku asubuhi ndio wanatoka na hao wengine. Akifika hiyo place yenye ana nini yenye yako anajitoa. Kama hajatuma ndoto anaweza amua kupotea. Mnampita tu hapo tu na amenyamaza hapo chini. So nikawa wala nakatanga kwenda nyumbani. Mpaka mwenye nini mtu amekufa kwa maji is the worst person to deal with. Unajua wao wanakufanga na uchungu. Sikupenda kwake. Sasa hata hakuna kitu anaweza shika, anakufa akiona. So naona nakatanga ati alikufia Nairobi, so mnapeleka nyumbani, mnafika juu Naivasha gari nakataa kwenda.
Yao pia kuna mtu alitumiwa ndoto haku communicate. ama mmebeba pepo mbaya. Sisi majenzi tunakesha mpaka saa 9 ndio tunaenda kulala. Mtu amekufa na kutumia ndoto uko macho saa hii uko macho anajaribu kuongeleza na uko macho. Mtu amekufa na anajaribu kutumia ndoto uko macho. Sasa anachoka tu, sasa acha ikae bwana. Haja yeye ana hope ndoto yake imefika successful. Lakini wewe una chat uko TikTok unafanya challenges post asubuhi. Wewe mlale mapema mtumie ndoto. Like kwa leo mtu wako wa karibu akikufa ama unajua tu mtu around amefariki, tafadhali lala mapema. Ndio uambiwe chenye. Ndio huyo mtu anaweza communicate through you. Akwambie mimi nataka nizikwe hivi. Kuna millions. Mimi sitaki niongeleshwe na mtu amekufa. Wacha tu ni record video. Wewe basi kama millions mahali. Inakuanga burden vibaya sana. Burden gani umeambia mali millions? Wacha ni ukiambia mali millions ziko na kosa kusema. Sasa hiyo ndio burden. Wewe ndio tu peke yako. Atakuja wakati ana communicate na wewe, anakutrust. Unaona? Sasa ndio nasema mimi niambie vile nimesota hivi. Iko tu sawa. Si alikuwa nataka nikuwe na that's why mbona kuongea hata na mamake. Aya, no, kataa kupeana basi uone. Atakunyonga usiku. Kataa na kwenda huko shangambia bibi yake. Mtu kama kufa anakutumia ndoto usiku. Anakuja na information. Akupagia atio enda pale utoe 1 million z. Anakupea riddle. Si aniambie vipi so hiyo riddle ukikaa chini na watu wa home uelezee venye umeambiwa ndio unapata mtu ana click from hiyo riddle huyu mwingine ana click juu hata nini tuseme hata mtu amekufa so many instances unapatanga mtu anaota that kuna log iko maybe kwa show fulani mahali na maybe alikuwa hata anaenda kuswim karibu asink then akaona hiyo log ikaanza ndio ikamrudisha kwa show. So unajua anaenda kuelezea watu hivyo then sasa watu wanaitabiri that hiyo log ni huyo mtu wao anajaribu kumwambia mahali yako. So anaulizwa hiyo log uliona wapi? Anasema niliona hii place. Sasa ikifika asubuhi wanatoa boat na wewe unaenda kusema mahali uliona hiyo log. Ukikaribianga tu hiyo log hivi unaonanga huyo mtu anajitoa. Mimi nauliza hii ya pesa. Mtu aniambia alikuwa na 5 million. Hata kuambia directly that kuna huko. Hautaambiwa that kuna pesa imewekwa kwa box fulani. Utaota tu maybe hata ulikuwa unakimbia na mnaenda na yeye mahali na amjai tembea na yeye lakini sasa mnatembea hiyo sasa mkaanza kufuatwa wewe ukapiga kona fulani hapo Mama Lucy kimbia ukaenda ukaanguka bahati mbaya ukakutana na pesa ya mtu ilikuwa imeanguka huko. Sasa hiyo ndio pesa yake. So ikifika asubuhi huwa like anakuasha kusema ile ndoto yako. So unajipatanga hiyo wakati mnakunywa breakfast unasema by the way niliota vitu vingine leo weird atusiji tulienda na nani Mama Lucy nikaanza kufuatwa bla bla. So from the description mtu mwenye alikuwa na idea of something like anasema by the way ile shambe na kuanga ya hiyo hapo ulikuwa unaona kaja atina kama Mama Lucy basi sio angekuwa nakuambia tu peke yako unanyamazia tu hiyo story so inalingana kama nataka wewe ukule unadhani hata wao pia ndio waamshe spirits waongee huku unadhani ni wajenga. So unapata ndio wa bridge hiyo gap ya between the dead and the living wa kuongelesha nadhani wao pia ni wajenga. Nakuwa nataka kuonyesha pesa. So unapata squeeze mode of transporting of the late the dead ndio nafanya these people pia hawataki kutuma ndoto. Imagine mtu anatolewa Nairobi City Mortuary anapelekwa huko Giboswa wameweka kwa Nissan wamefunika na nini paper bag ya black
Bana huyu mtu hata kama akona nia kutuma ndoto. Wamewekelea ana nini ana absorb ndoto. Wanawekelea mpaka kitanda juu ili wafunike sijui nini. Unaona? Paper bag ya black. Kwani yeye ni waloya. Kitanda inafunika. Kuna mtu sanduku peke yake. Kuna mtu akikufa na pelekwa mpaka na kitanda yake. Mpe watu wamekufa heshima, mwache jokes. Ndio tunakwambia. If I die today, international school ni seda. No, utawekwa kwa nini? Kwa hasi yako. Hakuna cha hasi. Kitanda yangu lazima pia ibebwe. No, hiyo itabebwa kwa gari ingine. The same gari imebeba ni amebeba. Umsa anasema hasi nini? Wao wanachukua hapa North Rift yenye iko na keria juu, unawekelewa pale juu unafunikwa na kitanda ya black. Mila yetu inasema. Hili mila. Kwani mnakula hadi pesa za matanga? Hapana. North Rift unawekelewa juu. Mila inasema hivi, nikikufa Kapango ni Nairobi mahali natafuta riziki. Sijakufa kwetu. Sawa? Siku nimekufa, siku napelekwa home. Kitanda yangu lazima ibebwe. Ndio unaenda kulalia. Nasikia. Kama ulikuwa na nyumba, kitanda yako lazima ibebwe. Kwa nini? Si umekufa. Umelala. Kwani wewe unataka kwenda kulalia nini? Ibakie bibi na wanaume wake. Umemaliza kulalia ndio utapatiwa mtu mwingine. Bibi atanunuliwa kitanda kingine. Unaona? Kitanda yangu itaenda na itawahi kanyaga Nairobi tena. Na kuna mtu atailala, itapeana huko home. Na wanda mna neighbor waloe. Hata siku hizi ni better. Unajua kitambo ulikuwa unachukuliwa tu kwa Mbukinya, unawekelewa pale kwa boot huko chini. Uko tu kwa sanduku yako na uwekelewa huko chini na Mbukinya nashika route. Sijuzi napiga story hapa vile tubeba mtu amekufa kwa gari. Waloe. Hizo ni nini hizo mnafanyia watu wamekufa? Man, mtu amekufa saa hii. Hii story chawapigia ama sio nyinyi? Sio sisi. Mtu amekufa. Unasikia? Mtu amekufa na hakuna means ya kupeleka mtu home. Saa ngapi? Unaona? Amekufa saa ngapi? Hata jana. Hata jana. Mtu amekufa jana na tunajaribu kujipiga pixen. Ni kusearch mfuko, ufache wapi, fuliza wapi, hakuna. So what we do? Just one person kuraisia pesa ni mtu amekufa. Bado mtu ni wote bwana. Depends unajua kile. Acha nikwambie. Regardless of depends unajua kina nani. Fanya research. The easiest person to kuraisia pesa. Tujakata. Fanya research. Depending na ile saa hii uone. Siwezi kufa saa hii bwana. Tutaraise meta. Kinaweza amuka. Bwana mtu anaweza kufa time kila mtu ako vibaya. Unaona? Hata you kuraise do. Regardless. Bana aje mtu sasa hiyo ndio mnaweza weka mtu Montezuma muingie kupa. Bana mtu alewi. Hizo expenses. Bana mtu amekufa Nairobi. Hizo expenses ndio watu wana. Hakuna hata shilingi moja. Unaona ya kumlipia hata sanduku. Unaona? So wana vile umekaa kwa kiti hivyo. Hivyo tunaongea na mtu wa Mbukinya. Naambia situation yetu vile hii. Vile iko. Wewe unaona hapa kwa gate yako, unatumbu Kenya na kuja hivi. No, mimi nako siwezi shinda. Then tunakubeba kama mgonjwa. Hawezi shinda kulipa. Sizione Sakayoni. Unaona tunachukua forward moja. Umeshaongea na driver anajua kila kitu. Sawa? Before aende kupark town na pale nini? Pale Machakos country bus. Anapita huko. Wewe already you are the first passenger. So unachukuliwa kiti yako. Unaona hizi basi zinakuwa na viti watu watatu line moja. So watu wanaenda na wewe mtu umekufa, mnachukua hizo tatu. So wewe unakaa huko kwa window. Then kuna watu wawili hapa. Wewe you are sleeping throughout the journey. Okay, I've seen kama ilikuwa unawekwa yala hapo kwetu na gari naenda Busia. No, kitambo. Watu wataenda Busia ndio wewe urudishwe mwisho. Nini? Okay, I'd seen that before. Yenye mtu amekufa home. So anafaa kupelekwa muchari. Anawekwa kwa gari kama miketi. Hiyo ni muchari. Alafu anafunikwa. Bana hii unapelekwa home kuzikwa. Like this is what nini the same thing wanajaribu kusema. Anawekwa kwa gari kama ameketi, alafu anafunikwa. No, but ni short distance. Hiyo kumpeleka. No, it is okay, just an example, the same thing. Yeah, but again hapo kuna short distance. Hata mnaweza ambia mtu wa matatu tukimbize na 500 hapa mbio alafu urudi. Lakini huyu mnatoka Nairobi 8 good hours. Amekaa tu. Anapelekwa Busia.
huko Nyaribari chache na akishuta si abiria ameshuta, it's normal. Hata usiku naona saa zingine gari za usiku mimi sipendagi kucheza gari za usiku, hizo vitu zinapeningi usiku most. So umebook gari unaambiwa basi yako iko kwa jam ndio inakuja kumbe imeenda kubeba, so watu wanakuja kama hii watu kama 6 already wako kwa gari na wamechukua hizi seats, hata huwezi realize na watu wawili wamejitolea tu kulala throughout, mkufi na mtu anamsaidia kulala, wao wanalala hata huwezi notice kuficha white because the moment wanajua mtu amekufa kwa hapa, hakuna mtu anashuka kwa gari, hata kama ulikuwa umelipa 1,000 unashuka. Naambia cheki So those days people were smuggled, watu walikuwa na traveliwa, watu wamekufa in that way. Smuggling of dead people. Na those years gari zilikuwa zinafanyiwa inaitwa inspection kwa barabara. Watu wanashuka wote. No, mnaribia watu wa country bus biashara. What kitu happen? But ona hapo Weybridge. Kitambo watu wa kitambo walikuwa wanatumia gari za kitambo wanajua. Kwa mnashukishwa. Watu wanashuka kwa gari wote. Polisi wanaingia especially usiku by the way. Polisi wanaingia wanaangalia then mnapanda mnaenda. Na imagine watu wanashuka wote na mkufi hapo. So ile time polisi anaingia anafanyiwa kwa 50 bob. Niambia polisi bwana. Anajua chaza chini mko. Anaingia anapiga ni nini. Wewe ni mgonjwa? Polisi anauliza mtu amekufa na polisi mwenyewe anajibu. Wewe ni mgonjwa? Then anashuka. Hayo mgonjwa mpelekeni haraka afike nyumbani. Siku hizi venye hasi imeanza kuwa affordable. Siku hizi at least though kama 20 hivi unaweka mtu kwa has anakaa comfortable. Kitambo Mbukinya kwa boot. Ulikuwa unapata kuna mili kama 3 zimewekwa huko ndani. Kwa hii suitcase. Bana wewe ujui. By the time these things were happening, this guy was very busy in international. Hata si suitcase. Hizi sanduku za maiti ulikuwa unakutanga wasee exactly mnachukulia kuna buta ifunguliwe. Msaini wa Kayole hiyo Mbukinya inapita hivi shwi hadi Kayole maiti inawekwa pale chini. Inaenda kupanga watu juu. Inarudi fika Wangware inachukulia alafu nyinyi mnakuja hata mjui nini na happen. Family wanajua. Hakuna mtu utasikia hata akona hisia ya kulia hapo. Kila mtu anacheka mpaka wanasikiza mpaka muziki hiyo hangla. Mnaharibia mabasi. Sasa ni simu tuko Nakuru. Tuko sijui Kenanga. Tuko sijui wapi. Tuko sijui sasa hii ni matayarisho. They know wameambiwa watu mtu amebuki gari ya mwisho mtu abusia. So nyinyi wait mpaka ashuke. Mimi nitatoka nikawa napeleka gari car wash then nakupeleka place unataka. Alafu naongeza ka 500 kale kajuma kanga na dereva amekula kale ka 500 kama ameenda. So mtu amekufa OC. Yaani hiyo ndio kitu mmeishi mkifanya western. Jumii hizo side zetu sijaio. Kuna mwili ifike liwe liwalo. Mwili ifike liwe liwalo. Whatever the case. Kuna watu mpaka mtoto amekufa kwa nyumba. Na anasema mtoto wangu hizi zikwa inaitwa Lang'ata. Lazima apelekwe nyumbani. Lazima apelekwe home. Si Lang'ata imejaa. Sasa tunangoja mama relax na mwambia madhe usilie kwanza. Usilie tafadhali. Huyu mtoto lazima amzikwe home. Utambeba tunabeba mpaka kinyonyi. Naika mpaka maziwa. So mtoto hapa kwa gari. Hapo kwa forward mbio tao. Na unajua mededi. Hapo country bus mbio. Unanunua mpaka sweet ya mtoto. Jamaa anashangaa. Anakaa mzuri. Hata nuka. Wapi? Siku ya kwanza mtu ananuka na siku ya kwanza kweli. Mtu anaanza kunuka the third day. Si unamuosha tu vizuri, unampiga perfume. Na mafuta na muosho moja, one wash. Akitoa mate. Mtu amekufa toe mate waje. Mtu atoaga mate akishaanza kudunga hizo dawa ndio sasa zinapata the empty place ya kutoka. Ndio unapata mtu akidunga dawa anawekewa sponges. Na sasa sponges sama pamba. Cotton sana. Ndio asitoe anything. Wacha kusafiri usiku. Especially hizi safiri tu. Hizi basi unaingianga tu hapa country bus. Mimi huambiaga watu if you want to travel at night, travel to but usibook gari kwa dirisha. Travel tu usiku. Unaona? Ina shida travel. Don't book gari kwa window ama ona hizi basi ziko na vitu za katikati. Window katikati. No go zone. Kalia huko mwisho.
kaa tu hapa tu, place watu wanakukanyaga hapa wakipita hapo, ndio book. Unaweza kaa huko kwa window na mtu amebuka hapa katikati ni mkufu, na mtu amebuka kando yake ni mtu wake, unaona. So wewe unafikiria mtu wako jirani yako analala throughout, kumbe marehemu Onyango mzile ni drama mzee. Imagine alafu kuja realize hata naweza shuka na kuru na hapana, siendelee na hii safari. Marehemu Onyango anangorota, siwezi endelea na hii safari. Jamaa vile mlitoka Nairobi, yeye analala, unaona. Wewe ndio unamsukuma hivi. Wewe penye aliingia kwa gari alianza tu kulala. Kwanza aliingia kama ulela hata anakuwa kukira mfanya ukipita ukienda kwa siti yako unamkanyaga tu, na hata ulikuwa unashangaa kwani huyu mtu hata asikii nikipita amke. Hata kusonga. Wewe marehemu Onyango alikuwa juzi. Naweza catch ni realize nimekala msi hapa next, kumbe ni mfu walikuwa anabeba bure. Naweza catch naweza catch. So watu waanze tu kutreat watu wamekufa vizuri, tusifunike watu juu na bendera curtain ya black ya white. They are not making their dreams come true. Alafu kama sijui mtu mwenye alimuua kwa hiyo msafara ama alihusiana na hii kifo, ati gari haitaenda, sijui mnafika wapi, lazima mreverse mwili mmodanganye mnarudi. No, unapatanga kuna mtu anamuongelesha. Kuna mtu tu lazima. So hiyo mistake inafanyikanga ili safari siende. Utapata tunapeleka mtu home na kuna mtu mkongwe, like the elderly person, so in the journey. So sisi tunakosa idea what can we do, what atan mwili kichwa iangalie nyuma na jamaa bado ana nini amekach. Jamaa bado amekaa. So kuna mtu mkonga anaendaga namfungulia akipa hapa na kuombeko tu, acha tufike kwa tu nyumbani, acha tufike huko tu nyumbani. Acha wewe ulikuwa mtoto tunapenda sana. Hata kama kichoko ilikuwa ngumu lakini nilikuwa nakupenda. So hapo ana communicate please, alafu mpaka anapigwa kifua. Anabembeleza. Mwana wa wani. Anabembelezwa. Sasa hiyo anakaa last born. Kula tu. Wewe unaona one thing. Mtu kama amekufa, someone you know, just sleep, try and sleep early. Sometimes inakuwa ngumu, majaribu tu lale mapema. Nitumie ndoto, sio? Ndio at least kuna something they want to communicate. Mimi sitaki ndoto. Hebu piga intro tuende na hiki mambo ya vifo, mnaanza kutisha nao. Tunashoot show saa 8 za usiku, alafu watu wanaongelea mambo ya vifo. Piga intro tuende.